kuunganisha watu. Mambo ya pili, alikuwa analeta maendeleo nyumbani na mambo mengi sana, alituundia chama cha ODM. Sasa Juogi ndio hii imepoint Raymond Omolo. Hizi sifa za Raila Amolo Odinga, kama pale kuleta maendeleo, kuleta demonstrations pale, unapata kama kuna shida ya uchumi, Raila alikuwa anatupeleka pale. Kama kuna shida alikuwa analeta Wajaluo pamoja, kama kuna maendeleo alikuwa anaambia serikali, mara mingi ulikuwa unaona handshake. Sasa huyu PS Raymond Omolo kuna kitu amefanya ambayo inaweza fanya kuwe kingpin. Kitu ya kwanza Niambie sasa. Amefanya nini? Kitu ya kwanza, kama sijaenda sana, let me talk the background of Raymond Omolo. Very good. I'm listening. Na usipige propaganda bana. I'm talking in English sasa. Daktari Raymond Omolo came from a humble background. Unajua Raymond Omolo kweli wewe? He came from a humble background. Unajua Omola Gar ni nani? Pale Homa Bay. But after Omola Gar kupass, I now get your point where you're driving after Omola Gar kupass, Raymond amepitia mambo mengi sana. Raymond ndio PS mwenye amekuwa mpaka conductor. Umewahi jua hiyo about Raymond Omolo? Sijaijua. Raymond Omolo ndio PS mwenye amekuja akaishi kama ordinary man, kama street child. PS Raymond Omolo. Na huyu Raymond Omolo huyu ndio mtu mwenye, that's why mpaka sasa umehesabu quality ya kwanza ya Raila, alikuwa anaunganisha watu, alikuwa analeta maendeleo, ametutengenezea chama, ametuingiza katika broad based government. Asante. Sasa kitu ya kwanza sasa hii Raymond Omolo anaunganisha Wajaluo Nyanza yote. Kwani Wajaluo umetengana baada ya kifo ya baba? Unajua kondoo, mchungaji wa kondoo akikufa, kondoo huwa wanatapaka. Hiyo ni kweli. Kumbe unajua Biblia? The Bible says in Matthew chapter 4, the sheep when they all die, the sheep is going, the shepherd, the sheep will run and disappear and vanish. That is true. So Raymond Omolo ni PS mwenye anasimama na Wajaluo, anaunganisha Wajaluo, aswa si Wajaluo, anajaribu atengeneze Kenya kwa ile a better Kenya for our future children. Tunamaanisha nini? Ni mtu anataka atengeneze Kenya ikuwe one tribe. Hiyo inaweza kuwa kweli, sababu ukiangalia hata ile wakati Daktari William Samoei Ruto alikuwa ameenda ile pande ya Homa Bay. Unajua Awiti akitoka kwenye kiti aliacha ile stadium, ile sasa inaitwa Rosh, Raila Amolo Odinga Stadium, ile iko Homa Bay. Gladys Wanga alipoingia kwenye kiti, nasikia walifanya kazi karibu sana na PS Raymond Omolo, wakafanya ile stadium ikamalizika. Tena PS Raymond Omolo nasikia aliongea na Daktari William Samoei Ruto, wakaleta State Lodge Homa Bay. Tena PS Raymond Omolo nasikia hawa mama ambao hawana mabwana, anawajengea manyumba, wale wanaitwa widow. Mano Ray woda nyangu hizo amefanya hizo, sijajua. Hujajua hizo? Nasikia kwako. Hujajua hizo? Nasikia kwako. Hauendi nyumbani wewe. Nyumbani hapa Aero si tunaenda wakati tu yajua hivi. Labda ni wewe umewekwa basi. So ya mwisho tukimalizia, Wajaluo wenzangu, Raymond Omolo amechaguliwa na Juogi. Raymond Omolo amechaguliwa, ni kiongozi shujaa, ni kiongozi mwenye ako na ushawishi kwa jamii ya Wajaluo, tena ni kiongozi mwenye ako na upendo ya watu wa Wajaluo, tena ni kiongozi amebeba jamii ya Wajaluo ndani yake, tena ni kiongozi ako na heshima. Mbali na hayo, unasikia hii mambo ya empowerment. Daktari PS Raymond Omolo ndiye alianza hii mambo ya empowerment. Nakumbuka ile wakati alianza mambo kuleta pikipiki kwa wana bodaboda. Huyo ni Daktari William Ruto bwana. Hata PS Raymond Omolo. Maana Daktari William Ruto. Kwani ukiona Raymond Omolo umeona nani? Umeona Ruto. Na hii kitu inakuja vizuri. Raila, Ruto, Raymond. Unajua? Wacha nikuambie. Unajua William Samoei. Samoei Ruto. Ngoja kidogo. Haya, tunaweka hapa kando. Tunakuja Raila ninaanza. Raila Amolo Odinga. Alafu nakuja nasema Raymond Omolo. Nataka kukufafanulia hivi. Gine mate. Hii utafiti nimetafuta sana.
Nani mwenye kamera, kata hiyo tuanze hii phrase. Kata. Haya